Leo tumewaletea bonge moja la movie. Karibu tutizame wote. Tunamwona Jay akiwa na mama yake. Mama anamwambia, "Utabadilika lini? Kwani unapiga wanawake? Nishakwambia, usimtese huyu binti. Naomba ujaribu kuwa mwanaume hata kidogo basi." "Hapana mama, wewe unajua kanikosea nini? Au hii kanikosea kitu kikubwa sana. Hata kama, lakini upasi kumpiga mwanamke. Kwa nini ubadiliki? Nitaongea mpaka lini lakini Jay?" Basi Jay akaanza kubishana na mama yake. Ilipofika usiku, Jay akafunga mlango, akamwacha mke wake nje na kumwambia, "Kwa ujeri wako leo nakuacha ulale nje. Na mbu watajipatia chakula cha kutosha leo." "Hapana mme wangu, usifanye hivyo. Naomba nifungulie mlango." Huyu dada kwa jina anaitwa Rebeka alimbembeleza mume wake, lakini mume wake hakumfungulia. Aliendelea kumbembeleza, lakini Jay hakumsikiliza. Ikabidi akae zake chini na kuanza kuwaza. Hii ni Sim Cinema na mimi ni mtangazaji wenu Zey. Karibu tuendelee pamoja. Basi ilipofika asubuhi, Rebeka akawa bado amejilaza. Ghafla mlango kafunguliwa. Maka akamwambia, "Bado umelala?" "Oh, za asubuhi mume wangu." "Alikwambia na shida salamu yako nani?" "Mama nipishe. Na sitaki unipigie tena kelele." "Hapana mume wangu, mbona unakuwa hivyo? Kwani umebadilika kiasi hiki Jay? Mbona ukuwa hivyo? Naomba usinisumbue. Laiti ungekuwa unatambua umuhimu wangu, ungekuwa unatekeleza kile ninachokwambia." Basi Jay akaingia ndani na kuchukua panga lake huyo kwenda kwenye mihangaiko yake. Ikabidi Rebeka aende kwa baba yake na kumwelezea yale anayopitia. Baba alimtia moyo na kumwambia haya ndio maisha kwenye ndoa. Usikate tamaa. Ipo siku yataisha. Basi Jay na rafiki yake walitoka kwenye mihangaiko. Alipofika nyumbani hakumkuta mke wake. Rafiki yake akamwambia, "Ingia ndani tuletee chakula tule." Akamwambia, "Huwezi amini, huyu mwanamke kaondoka hajapika chochote. Na kaondoka bila ruhusa. Sijui ananichukuliaje, anaona kana ni mudu. Ndio maana nakwambia huyu mwanamke mimi simpendi. Najuta hata kumuoa." Rafiki yake akamwambia, "Kwa hiyo kakuacha bila chakula? Hajakupikia hata chai?" "Hebu angalia vizuri." "Nimeangalia. Mahotpot yako empty." Huyu mwanamke anadharau sana. Ni kweli rafiki yangu. Inabidi utafute namna uweze kumwadhibu." Basi akamwambia, "Ngoja niende jikoni nikaangalia chochote kitu." Tunamwona Rebeka akiwa amekaa ndani mlangoni. Maka akamwambia, "Kaletee maji." Rebeka akaendelea kujiliza. Maka akamwambia, "Nimekwambia kaletee maji. Naongea na binadamu na sio mnyama. Nahisi umenisikia." Rebeka hakumjibu kitu. Maka alikasirika. Akamwambia, "Wewe haunisikii? Nishakwambia nenda ndani kaniletee maji ya kunywa." Rebeka akawa na kiburi. Maka akamwambia, "Hunijui? Umenisahau?" Akaanza kumkimbiza na panga. Tunamwona mwake Jay na babake Rebeka wakiwa wanasalimiana. Make Jay akamwambia, "Tunafanyaje kuhusu watoto wetu? Mbona kila siku imekuwa ni visa? Najaribu kuwaza, sijui tunafanyaje." Bake Rebeka akamwambia,
inabidi tukae chini na tupange siku ya kuja kukaa kikao na kuongea nao. Mimi sasa hivi kuna mtu naenda kumuona. Mamake je akamwambia, hata mimi nilikuwa naenda kwa mchungaji mara moja. Na basi tupange siku tuonane ili tuweze kujua ni namna gani tunaweza kuwasaidia watoto. Kwa sababu mimi naumia kama mzazi. Sipendi mwanangu anavyompiga mkwe wangu. Nimeshaongea mpaka nimechoka. Naomba sisi kama wazazi tukae tuweze kumaliza tofauti zao, waweze kuishi kwa amani na upendo. Basi tunamuona Jay na rafiki yake wakutana mdada anaitwa Manji. Manji akawasalimia na rafiki yake Jay akaonekana kumchangamkia sana Manji, lakini Jay hakuonyesha kuchangamfu kwa sababu alikuwa na mawazo ya familia yake. Basi Manji akawaaga na kuondoka, lakini rafiki yake akamwambia, yule binti amekutizama kwa jicho fulani hivi, anakupenda. Unatakuwa na wewe muelewe, kwa sababu una matatizo kwenye familia yako, inabidi uwe naye tu. Ni binti mzuri sana yule. Akamwambia yule, lakini kumbuka mimi na familia. Mbona kwa hivyo? Unatakuwa sio na mawazo. Unatakuwa utafuta mtu mwingine wa kukuliwaza. Kwa nini unakuwa sio kama mwanamume wewe? Basi ni siku nyingine tunamwona Rebeka akiwa analia. Ghafla akakutana na shemeji yake. Akamuuliza, nini shida? Ambia, je, amekuwa ni mtu wa kunipiga. Kwa nini anakupiga? Msichana mrembo kama wewe ni kama malaika, upasi kupigwa. Anakosea sana. Na kitu kingine ninachokuambia, inatakiwa wewe unamrudishia akikupiga. Unatakiwa ujilinde wewe. Nitawezaje? Kanigeuza mimi kama mashine yake ya kuipiga kila siku. Nimekuwa ni uwanja wake wa mpira. Kila siku ananipiga anavyotaka. Hamna tena mapenzi. Ndio nakupa mbinu, akikupiga na wewe mrudishie. Rebeka akashtuka, ndio ninavyokuambia. Inatakiwa ujilinde wewe kama wewe. Na akikuona umefanya hivyo, lazima atakuogopa. Uanze kujilinda sasa. Usikae kinyonge. Nimechoka. Mimi nimechoka na haya maisha. Sielewi hata nifanyaje. Nimeshakwambia yule mwanaume ni mpumbavu, japo ni rafiki yangu, lakini ni mjinga. Anampigaje mwanamke mzuri kama wewe? Nakwambia, chukua ushauri wangu, mpige. Chukua hata jiwe mpige nalo. Chochote unachokiona mbele yako, na wewe mrudishie ili awe na adabu. Lakini nitawezaje? Yule ni mwanaume, kumbuka. Utaweza. Shika kitu chochote kilicho mbele yako. Mpige, usimuogope. Inatakiwa ujisimamie wewe kama wewe. Anakuonea kwa sababu anajua huwezi kumfanya chochote. Inatakiwa kuanzia leo sasa ujilinde. Ujilinde kabisa. Rebeka akaanza kushangaa. Akamwambia tu, okay, sawa. Nishakwambia, uje kufute machozi. Usilie tena. Fanya kama nilivyokuambia. Sawa? Tunamuona Jay katoka kwenye mihangaiko. Akamkuta mke kaka nje. Alipoingia ndani akarudi. Alichukua mayai yangu ambayo niliweka pembeni ya kitanda ndani. Ambia, mume wangu, mimi nimekula. Kwa nini umekula mayai yangu? Kwa nini? Nimeona yamekaa muda mrefu. Nikaona tu ni yale. Basi kama nimekosea, nikienda sokoni kesho kutwa, nitakununulia mayai. Tanua ya kutosha. Nishakwambia sitaki haya maneno yako. Na sitaki mambo ya sokoni. Ninachokuambia nataka mayai yangu. Nimeshayala sasa. Unataka niyatapike au? Unajibu hivyo? Akaanza kumpiga. Niache. Rebeka kabidi akimbilie ndani. Wewe mwanamke ni nuksi. Umekuwa ni mkosi katika maisha yangu. Rebeka akatoka na panga akaanza kumkimbiza.
Basi Rebeka alimtaarifu mume wake kwamba ana mimba. Mume wake alifurahi sana na kwa ajili ya kujipongeza alienda kunywa pombe. "Oh, mke wangu kipenzi, upo?" "Mume wangu, lakini kwani umelewa?" "Hapana, wewe ndo unaniona hivyo. Mimi sijalewa. Na kama hata nimelewa kwa ajili ya upendo wako. Wewe ni mke wangu. Umenibebea kiumbe changu. Kuanzia leo na furaha sana. Nina furaha na nakupenda sana." "Basi sawa, nimekuandalia chakula. Naomba ule." "Kwa ajili yako mke wangu? Nitakula. Kuanzia leo nitakuwa nakula nyumbani. Na nitakupenda sana mke wangu. Usijali kuhusu mimi. Mimi sijalewa. Na leo upendo wako tu. Nakupenda sana." Rebeka pale alifurahi na kumshika mume wake na kumsindikiza ndani. Basi tunamuona Dia akiwa na mama yake. Anamwambia mama, "Haya matatizo yataisha lini? Mimi sikuamini huyu mwanamke kama na mimba. Cheki, amekuwa ni mwanamke mwenye nuksi kwenye maisha yangu. Mambo yangu hayaendelei. Kila kitu kimekwama. Cheki sasa. Hana mimba tena. Alitudanganya. Sidhani kama alikuwa na mimba kweli." "Hapana. Usiseme hivyo." Mara ghafla Rebeka akatokea na kumsalimia. "Shikamoo mama." "Habari mume wangu." Lakini mama yake akamwambia, "Sitaki hizo salamu zako. Mwanamke mgumba wewe. Ulitudanganya una mimba, kumbe hakuwa na mimba." "Hapana mume wangu, sio hivyo. Ni kweli nilikuwa nayo. Lakini nashangaa nimeingia periodi ghafla." "Ame nini? Wewe utakuwa na matatizo." Ikabidi amrukie mke wake na kuanza kumpiga. Mama mkwe pale akajitahidi kuachanisha, lakini Je alikuwa na hasira sana. Akataka tena kumrudia, lakini mama mkwe akakinga. "Unavyofanya sio vizuri Je. Wewe ni mwanaume wa design gani? Mwanamke hapigwi bana. Kwani ubadiliki?" Basi tunaona Je kumbe alichukua ushauri wa rafiki yake. Alivyomshauri amkubalie Manji na aanze naye mahusiano. Basi akawa amemleta kwa rafiki yake ili kupiga show. Rafiki yake akawa anasikiliza. "Mbona sisikii sauti?" Huku akiwa anajishika. "Mbona sioni?" Ikabidi atibanze pembeni na kuendelea kusikiliza. Nikawa vile alikuwa asikii chochote. Ikabidi atoke na kwenda mtaani. Ghafla akakutana na shemeji yake Rebeka na kusalimiana pale. "Unaendeleaje mrembo?" "Niko salama. Nilikuwa namtafuta mume wangu kwa maana toka asubuhi alivyotoka hajarudi na hajaja kula chakula cha mchana. Na wasiwasi sijui kaenda wapi." "Ni kweli nilimuona. Lakini kwa sasa hayuko kwangu. Alikuja tu ghafla na kuondoka. Alielekea mtaa wa pili huko. Na kitu kingine nikwambie, ninavyohisi mume wako ameanza kuchepuka. Ana mwanamke mwingine." Rebeka akasema, "Ndio. Kwa maana sio kawaida yake kutoka asubuhi mpaka saa hizi hajarejea. Ana mwanamke mwingine. Na huyo mwanamke anampa mapenzi moto moto. Sio kama namchochea, lakini mimi rafiki yake, najua kila kitu." Rebeka aliumia sana. Na mama alivyorudi alimwambia, "Huyu mwanamke anaendeleaje? Kwa hiyo umeamua kunisaliti? Siku hizi unipeje? Ndio maana umeamua kunisaliti? Ana nini ambacho mimi sina? Ana nini? Na huyu mwanamke ni nani? Natamani kumjua. Atatambua. Mwanaume usijiheshimu. Umeoa lakini bado unachepuka. Alafu unataka mimi nikuheshimu. Nikuheshimu kwa lipi?
Ni kuheshimu kalipi? Hauna hata aibu. Jay akamwambia, sitaki ugomvi na wewe. Siku ukigundua mwanamke ana nini na wewe hauna, ndio utajua kwa nini nimechepuka. Akamwambia, mwanamume mpuuzi wewe. Unanitukana. Wakaanza kupigana. Rebeka akachukua kitu akataka kumpiga nacho. Akashika ndoo. Ikabidi Jay akimbie. Ni siku nyingine tena, Jay akiwa na mchepuko wake. Kumbe mkewe bado anashuhudia kila kitu. Wamekumbatiana pale, wanaongea kimahaba. Rebeka anawachora tu. Rebeka kuamini. Kumbe Manji ndio anatembea na mume wangu. Akasema hawanijui. Ikabidi afuate. Pumbavu zenu nyie. Mnafanya nini? Afu wewe Manji. Nikuchukulia kama jirani mwema. Kumbe una tabia mbaya. Unanibia mume wangu. Amenifuata mwenyewe. Sasa mimi nimkatae. Ikabidi Jay aanze kumpiga mke wake. Kwani unaniingilia? Kwani unaniingilia mwanamke? Niache nimfundishe adabu huyu. Kwani ananibia mume? Mke ikabidi aanze kumpiga pale. Basi mama mkwe ilibidi ampeleke Rebeka kwa mganga. Mganga akamwambia, "Naomba viganja vyako." Na kuanza kumpaka pale mafuta. Kuangalia. Akamwambia, Akatikiza kichwa. Rebeka ikabidi arudishe mikono yake. Mganga akamuuliza, ni kwamba hujui chanzo cha matatizo yako wakati wewe ndio uliosababisha? Rebeka akamwambia, mimi? Hapana, sijui chochote. Ndio maana nimekuja hapa ili niweze kujua tatizo liko wapi. Akamwambia, ni kwamba hujui chochote? Akamwambia, ndio. Hajui, ndio maana tumekuja tusaidie. Tunaomba msaada wako. Akamwangalia kwa hasira. Rebeka akashangaa. Akamwambia, ni nini kilichotokea kwa rafiki yako Lisa? Rebeka ikabidi ashushe sura chini na kuanza kukumbuka. Siku moja alikuwa na Lisa. Lisa akamuuliza, "Mbona umekuta hapa mapema hivyo? Unafanya nini?" Akamwambia, "Na bwana mpya. Nilijua tu. Asubuhi yote hii kuona msubiri apite." "Ndio." Kumbe umjui bwana mwenyewe ni yupi?" "Subiri atapita, utamuona." Basi walisubiri hakupita. Ikabidi waondoke. Wakiwa njiani wakakutana na Jay na rafiki yake. Ikabidi Rebeka amwambie Lisa, "Ndio yule." Lisa akaanza kucheka. "Mbona mama mwenyewe hata hajakuangalia wala hajakushobokea? Afu nampenda." Na unajishauri eti kubadilisha mwendo. Unatembea kimisi. Rebeka alikasirika, akaanza kumfukuza. Siku ya pili tena wakakutana na Jay na rafiki yake. Lakini Jay akawa amevutiwa na Lisa. Akamwambia, "Samahani." Rebeka akamwambia, "Samahani, hapana, sio wewe, rafiki yako." Ikabidi rafiki yake Jay sasa amvute Lisa na Rebeka pembeni. Na yeye anaanza kuongea naye. Jay pale akaanza kurusha mistari yake kwa Lisa. Karusha. Mwisho wa siku Lisa akaonekana kama vile kumuelewa. Lakini Rebeka alikasirika. Kwa nini mimi nampenda yule kijana? Afu anaongea na rafiki yangu. Kwa macho yote yakawa kwa nani? Kwa Jay. Akawa atamsikiliza rafiki yake Jay anachosema. Ikabidi kesho yake amfuate Lisa kumwambia, "Wewe ni rafiki wa ajabu sana. Hujaona wanaume wote kwenye hiki kijiji mpaka uamue kutembea na Jay. Na wakati nishakwambia kwamba mimi nampenda." Lisa akamwambia, "Sio hivyo rafiki yangu. Umenielewa vibaya." "Nimekuelewa vibaya vipi? Na wakati nishakwambia ukweli. Mimi nampenda Jay. Kwa nini ukumwambia kwamba mimi sikupendi? Rafiki yangu ndo anakupenda?"
Sio hivyo, ulinielewa vibaya, naomba nisikilize. Sikusikilizi kwa chochote. Wewe ni mnafiki. Wewe ni rafiki mchawi. Hauna huruma. Hauna huruma na hisia zangu. Na hata kutokea puani. Lisa alikuwa ni mpole sana. Alishindwa hata kujielezea. Lisa akamwambia hapana, sio. Rebeka akamwambia, naomba nyamaze. Mpuzi wewe. Na nitakukomesha. Rebeka ikabidi aondoke kwa hasira. Lisa akabaki, amenelewa vibaya, angenisikiliza hata kidogo. Ikabidi Rebeka aende nyumbani na kumwelezea kakake ambaye alikuwa anaitwa James. James ni kipofu. Rebeka aliongea kwa maumivu sana. Kakake akamshauri, wanaume wako wengi. Ipo siku Mungu atamleta mtu sahihi kwenye maisha yako. Huenda yeye hakuwa kwako. Hakuwa mwanamume sahihi kwako. Lakini Rebeka hakutaka kuelewa. Alionekana ni mtu mwenye maumivu makubwa sana moyoni mwake. Kakake alizidi kumtia moyo. Usijali, utapata mwanaume mzuri atakaye kupenda wewe pamoja na familia yako. Basi siku nyingine tena tunamwona Rebeka pamoja na Lisa. Inavyoonekana mnaza tofauti zao. Lisa akamwambia, naomba basi uje nyumbani. Si unajua anatolewa posa. Wanajitambulisha, anakuja kujitambulisha. Kwa hiyo naomba rafiki yangu usikose. Nakutegemea sana. Rebeka akamwambia, usijali, mimi rafiki yako. Nitakuja, chukua hii ndizi. Ongeza, chukua kula bana. Lisa akachukua na kuondoka. Lakini baada ya kuondoka, Rebeka alibadilisha sura na kuweka sura ya chuki sana. Basi tunamwona Lisa akiwa njiani. Tumbo lilianza kumuuma ghafla. Akapiga hatua ya kwanza, ya pili, lakini bado tumbo lilikuwa linamkata. Aliangalia huku na huku, labda kama atapata msaada. Akajikaza, lakini ghafla tumbo lilizidi na kuishua nguvu. Tumbo langu jamani. Tumbo langu. Mama, tumbo langu. Lisa alidondoka. Alivyodondoka, aliendelea kulalamika maumivu ya tumbo. Lakini ghafla alipoteza maisha. Basi mganga pale ndo akamwambia, huyu kijana alikuwa kupendi, alikuwa anapenda sana na Lisa. Nisaidie, naombeni mnisamee. Nilifanya vile kwa ajili ya upendo tu. Ulimuua rafiki yako kwa ajili ya mwanaume. Sina cha kusaidia zaidi ya kuachika kwenye hiyo ndoa. Rebeka alisema, Mungu wangu. Alishika kichwa, naomba nisaidie. Nampenda sana Jay. Bado namhitaji. Hapana, ulifanya dhambi kubwa sana ya kumuua mtu ambaye si na hatia. Basi walivyorudi nyumbani, Jay bado alikuwa anaendelea kulalamika. Ghafla mamake akampiga kofi. Hivyo unajitambua wewe? Unamgombesaje mbele yangu? Lakini Jay baada ya kupigwa lile kofi, inaonekana kama akili zake zilirudi. Ndio tunapata picha hapo. Kumbe Rebeka alitumia madawa kumshika Jay ili aweze kumuoa. Jay akaanza kumuuliza mamake, huyu kafuata nini hapa? Anafanya nini? Ametokea wapi? Inavyoonekana Jay hakuwa anamtambua Rebeka. Rebeka alinamisha sura kwa aibu. Ilibidi aende kwao na kumwelezea babake kila kitu. Ni kwa sababu ni sababu gani alikuwa na tatizo la kutoshika ujauzito. Kumbe alishawahi kufanya mauaji nyuma kwa ajili ya kumpata mwanaume ampendaye. Babake akamwambia, unaona sasa, ulichokipanda na ulichokivuna. Roho mbaya siku zote haijengi. Ulimuua mtu na sasa hivi unateseka. Heri umetambua kosa lako.
Na huu ndo mwisho wa movie yetu pendwa. Mimi ni mtangazaji wenu Zey. Usisahau kulike, kucomment na kusubscribe. Tunawapenda.